Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nimeshukuru Jehova Mungu wakati kama huu ambaye amenileta katika kipindi hichi cha Lulu Television. Kile tunataka tufanye ni kuhubiri neno pekee. Wacha tuombe kwanza ili tuingie kwa ujumbe ambao Bwana alinipatia. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumekushukuru siku ya leo Jehova Rafa, sababu wewe ni mwema. Mimi ni kitu chako cha kazi. Kama hujafanya kazi mimi siwezi nikafanya. Mahali umekanyaga ndio nitakanyaga, kile utanena ndio nitanena. Nimetakaza watu wote ambao wanaangalia hii TV na damu la Yesu Kristo, na hata hii neno pia nimekabidhi mkononi mwako, na hata hii TV nimeiwekelea mkono wako. Jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Okay, tunaenda kwa kitabu cha Isaya 45. Hapo tu mwanzo inasema, ndipo Bwana Mungu alinena na mfalme Kuros na akamweleza ya kwamba nimeshikilia mkono wako wa kiume. Hapo ndio nataka nianze. Ikiwa Mungu alinena na Kuros na alimweleza ya kwamba Kuros, mimi nimeshikilia mkono wako wa kiume. Kila wakati mahali tuko tumejua ya kwamba mkono wa kiume ndio mkono ambayo iko na nguvu, na ndio mkono inafanya kazi zote. Ikiwa Mungu alinena na Kuros akamweleza ya kwamba mkono wake wa kiume Mungu ameshika, inamaanisha kwamba Mungu alipomshika mkono wake wa kiume, inamaanisha kwamba Mungu alikuwa anapita na yeye kwa kila aina ya jambo ambayo ilikuwa imemzuia, sababu Mungu ndiye amemshikilia mkono. Sasa anamfuta, wanaenda. Ningependa nikueleze ya kwamba hata nao wewe pia Mungu anataka ashikilie mkono wako wa kiume kwa kila aina ya shida, kila aina ya ugonjwa, kila aina ya machozi, kila aina ya madharau, kila aina ya shida zote na matatizo. Jehova ako karibu na wewe, na anasema ya kwamba anataka akushikilie mkono wako wa kiume. Mimi vile ninahubiri hapa sijui nini na kufanya, lakini kile nimejua, Mungu akikushikilia mkono wa kiume, mkono wako wa kiume, inamaanisha atapita na wewe kwa kila aina ya shida. Kwa hivyo ninataka ukubali sasa, ili Mungu akushikilie mkono wako wa kiume, ili kama huko ukienda, Mungu ataenda na wewe sasa. Hata kama ni kujenga nyumba ndio ilikushinda na Mungu ameshikilia mkono wako wa kiume, utajenga hiyo nyumba. Hata kama watoto ndio walishindwa na kusoma, Mungu akushikilia mkono wako wa kiume, watoto watasoma. Nikwambia, hata kama watu ndio walikuwa wamekudharau na Mungu amekubali akushikilie mkono wa kiume, hawatakudharau. Hata kama walikuwa wanakuchekelea, lakini Mungu amekubali akushikilie mkono wako wa kiume, hawatakuchekelea tena. Nikwambia, hata kama ulikuwa maskini ya ajabu ambayo watu wakikuona wanakutemea mate, leo kubali Mungu akushikilie mkono wako wa kiume na Mungu atakubariki. Mungu alinena na Kuros ya kwamba Mungu amekubali kumshikilia mkono wa kiume, na wewe si umekubali sasa kwa kila aina ya shida? Nikwambia, hata kama uko na ugonjwa mpaka daktari amesema ya kwamba utapona, wanakupatia tu dawa, kwa sababu siku hizi hawafichi, wanasema tu hadharani. Wanakupatia tu dawa ya kuzuia, lakini hakuna uponyaji. Niko hapa nikwambie, kile daktari hawezi, Mungu ndiye anaweza. Kile wajomba hawawezi, Mungu ndiye anaweza. Kila mwenye pesa hawezi, Mungu ndiye anaweza. Mungu anasema ukikubali akushikilie mkono wako wa kiume, atakuwezea leo. Leo hii atakuwezea. Hata kama kazi ndio unataka, kubali Mungu ashikilie mkono wako wa kiume, na leo hii utamuona na macho. Asante Jehova. Inaendelea kisema ya kwamba ili ushinde watu ambao wako mbeleni mwako, tena uharibu nguvu za watu wengine ya wafalme, na hakuna hata mmoja atabaki, utaziharibu zote. Hiyo ndio sababu nilikuambia, kama Mungu amekushikilia mkono wako wa kiume, madui zako zote utaziharibu. Hakuna yule atabaki kama amesimama, hakuna. Utaziharibu zote. Na sasa nimekubali ya kwamba ukikubali kwa hii maneno ambayo ninasema,
Mungu atakushikilia mkono wako wa kiume na utaharibu vitu vyote, vitu viovu, vitu vibaya, vitu ya Saitani, maovu zote, vitu ambayo haifai mbeleni mwako, ambayo imekufanya machozi tiririka, utaziharibu. Sababu Mungu amesema atakaposhikilia mkono wako wa kiume, utaharibu watu ambayo wako mbele yako, utawashinda na utaharibu kila kitu ambayo imekuzuia, ambayo imekusumbua, ambayo imekudharau, ambayo imekuletea matatizo, ambayo imekufanya machozi tiririke. Mungu amesema hakuna kile itabaki ikisimama, hakuna ile itabaki ikisimama ambayo utaharibu. Mungu akikushikilia mkono, wewe wachana na pesa. Pesa hata ikishikilia mkono wako wa kiume utaweza, lakini Mungu wachana na masomo. Ninasema ya kwamba wachana tajiri, wachana na vile ulivyo. Tazama Mungu na umpatie mkono wako wa kiume na shida zako zote. Umwambie Mungu, mimi niko hapa leo, nimekuja kwako, unishikilie mkono wa kiume vile ulishikilia ya Kuros. Jehova, ukishika mkono wangu wa kiume sasa, nimejua nitashinda na nitaenda ng'ambo. Nitapita hapa na niende mahali. Bwana, utanijengea nyumba, utanipatia watoto, utanipatia bwana, utanipatia bibi, utanipatia kazi. Ikiwa Mungu amekushikilia mkono wa kiume, utaona miujiza na ishara, utaona matendo ya Jehova, utaona uwema, utaona ukuu wa Jehova Mungu akikushikilia. Kubali tu Mungu ashikilie tu mkono wako wa kiume. Peana roho yako kwa Mungu na umpatie. Umwambie Mungu, wewe ndio umesema kwa kitabu chako takatifu ya kwamba ulishikilia mkono tu ya Kuros. Kushika tu. Kubali Mungu ashike tu mkono wako. Utaona vile utashinda vita. Sababu vita ambayo iko mbele zetu, hatuwezi bila Yesu, hatuwezi bila Mungu. Hiyo ndio sababu Yesu anasema kwa agano ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote ambayo mumelemewa tena mumezumbuka na mzigo, na mimi nitawapumzisha. Inamaanisha kwamba kama sio Mungu amekushikilia mkono, utapumzishwa. Kama sio Mungu ndiye amekushikilia mkono, shida njooni kwangu nyinyi nyote ambayo mumelemewa na mzigo tena mumezumbuka. Mzigo zote ambayo uko naye, kama sio Mungu ndiye amekushikilia mkono ili akuondolee, hutaondoa. Nimeshukuru Jehova kwa ajili ya neno lake. Sijui unafikiriaje, sijui uko wapi, sijui umelia kiwango gani, na sijui watoto wako wamekusumbua kiwango gani, sijui nini unanyang'anywa na madui zako, sijui unaotanga ndoto gani, sijui uko na nini maishani mwako. Ninasema ya kwamba kuna wengine hawalali kwa kweli, lakini Mungu amesema atashikilia mkono wao wa kiume, na ukikubali kushikilia mkono wa kiume utalala kama mtoto mchanga. Yule hawezi akafikiria chochote, yeye analala tu. Kwa hivyo ukikubali leo Mungu akushikilie mkono wako wa kiume, utaona miujiza na ishara, na utaona huyo Mungu akitembea mbeleni mwako. Kuros alimuona mpaka akaeleza Kuros ya kwamba leo hii nitatangulia mbele yako na ili uharibu wale wako mbele yako, na hata hakuna kile itabaki kisimama bila wewe kuharibu, sababu mimi Mungu nimekushikilia mkono. Kubali Yesu akushikilie mkono, uone miujiza zake katika jina la Yesu Kristo. Leo hii ukikubali utaona kama vitu zote mabaya zinaponyoka, mazuri zinaingia. Sababu Yesu mahali popote, agano nasema mahali popote Yesu alienda, alikuwa akitenda mema. Kwa hivyo ukikubali akushikilia mkono wako wa kiume, atakutendea mema. Leo si kesho, saa hii ninaongea. Nimekubali, hata mimi nimekubali. Vile ninahubiri, ninasikia uwepo wake Jehova, ninasikia nguvu yake Jehova, ninasikia utakatifu yake leo, sababu atashikilia mkono wako, na wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kunipigia simu. Hata kama tumbo yako hujazaa mtoto, wewe ni tasa ambayo watu wote wamejua wewe ni tasa, mpaka wengine wamekutusi, wengine wamekudharau sababu una mtoto. Leo Mungu ako hapa akushikilie mkono. Nimekubali ya kwamba akikushikilia mkono, wewe utakuja kushuhudia ya kwamba Bwana alinishikilia mkono siku fulani, wakati Bishop Nreah alikuwa akihubiri, alinishikilia mkono, na sasa hivi kwa mtoto ninanyonyesha. Mtoto ambaye Bwana amelete atakuwa mtoto wa miujiza. Glory ribishintarabakwa. Wacha tuendelee na kusoma. Mimi Jehova nitatangulia mbele yako ili ninyorose mamilima ambayo ziko mbeleni mwako. Jehova ako karibu na wewe. Amesema ya kwamba nyuma ya kukushikilia mkono atatangulia mbele yako, na atakapotangulia mbele yako atatengeneza mamilima, zitakuwa kama barabara. Hakuna ile itakuzuia kupita, sababu ametangulia mbele.
amekushikilia mkono ya kwanza, alafu akatangulia mbele ili atengeneze mamilima. Nikwambie kwamba mamilima ni zile vitu zinakuzuia kupata upumziko. Mamilima ni zile vitu zinakuzuia kukua na maisha njema. Mlima ambayo ziko mbeleni mwako, ni vitu ambayo inakufanya uwe na magonjwa, maradhi, nini, mafikira, uwe na stress, uwe na pressure. Mamilima ni hata ni arthritis. Hizo ni mamlima. Macho kuumwa, hiyo ni mlima. Madharau, watu wamekudharau, hiyo ni mlima. Lakini Mungu amesema atakaposhikilia mkono wako wa kiume atatangulia mbele ili atengeneze mamlima. Kubali sasa Yesu atengeneze mlima ambayo iko maishani mwako, ambayo iko kwa ndoa yako, ambayo iko kwenyu, ambayo iko kwa ukoo wako, ambayo iko kwa baba yako, ambayo iko kwa wazazi wako, ambayo iko kwa bibi yako, ambayo iko kwa bwana yako, ambayo iko kwa watoto wako, ambayo iko kwa nyumba yako. Mamlima Jehova amejitayarisha ili atengeneze mamilima ili uwe na maisha njema. Kwa hivyo ninakwambia kwamba ikiwa utakubali Mungu akushikilie mkono wako wa kiume na tangulia mbele ili tengeneze mamlima, utakubali leo Mungu ametengeneza mlima, na wewe utakuja kushuhudia ya kwamba kama ingekuwa Mungu, mlima ilikuwa imejaa mbeleni mwangu, singeweza kupanda, singeweza kuteremuka, nilikuwa nimesimama tu chini ya mlima. Lakini leo hii Jehova alitengeneza mamlima mpaka ikakuwa kama barabara ambayo imenyoroka, ambayo inaweza kupitia. Nimeona Jehova Mungu amenipitisha kwa njia ambayo singeweza kupitia. Haleluya. Mimi nitafunja mamilango ya chuma. Tena nitakata masigingi ambayo imesimama mbele yako. Jehova ako tayari. Na wacha nikwambie, ako karibu na wewe. Amekuja, anakungoja. Ni wewe tu. Ninasikia uwepo wake sasa. Ni wewe tu ndio Bwana anakungoja. Yesu anakungoja sasa ili ukubali akushikilie mkono, atangulie mbele yako, tena akate, afunje mamilango ambayo zimekuzuia. Afunje mamilango ambayo zimekuzuia. Anasema atakata masigingi ambayo zimewekwa. Unajua Shetani anaweza kukuwekea sigingi mpaka hata kama ulikuwa umejulikana, atakuwekea sigingi mpaka watu wakusahau, usaulike na watu, sababu Shetani ameweka sigingi, tena amefunga mamilango. Sasa tuko hapa nikwambie ya kwamba utakapokubali Mungu wetu akushikilie mkono. Agano inasema ya kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, alitangaza matangazo hadharani mbele ya watu, matangazo ya hatari, akisema kwamba nguvu zote na mamlaka zote na uwepo zote amepewa. Na alitangaza hali ya hatari ya kwamba hiyo nguvu na uwepo na mamlaka ametupatia. Sasa ninataka ukubali Mungu ashikilie mkono wa kiume. Mungu atangulie mbele yako, atengeneze mamlima. Mungu kate haribu mamlango zote ambazo zilikuwa zimefungana mbeleni mwako, na Mungu huyo akate masigingi ambazo zilikuwa zimekuzuia. Sasa kama umekubali, tutaenda na kuomba, na tutakapoenda kuomba ninakwambia ya kwamba siwezi nikakuzi, sababu kazi ya Mungu ama maombi ama mahitaji yako ama kutafuta Mungu haifai mimi nikusii ama nikubembelezi. Ninakwambia kwamba lete shida zako sasa. Yesu anakungoja sasa, sababu Yesu ndio mwana wake wa kipekee wa Mungu ambao Mungu alituma, ati yule amekubali kwake apate uzima wa milele, na yule amekataa atahukumiwa. Kwa hivyo ukikubali kwa hii neno ambayo nimehubiri, ukuje kwa Yesu sasa, Yesu akupumshishe mamzigo ambayo ziko kwako, ambayo umezumbuka nao. Ukikubali sasa, nitaita nguvu ya Yesu Kristo. Na kabla sijaita, ninataka nikwambie, njoo kwake Yesu sasa. Shika hiyo TV, anza kunena na Mungu. Mimi niko hapa nikusaidie. Chochote ambaye unataka kwa Mungu, niko hapa nikusaidie, sababu Mungu amenituma. Mimi ni mtumishi wake, amenituma nikusaidie. Na kile nitasema, Bwana atasikia hiyo maombi yetu, na Bwana atakufanyia. Hutakuwa mtu wa kwanza ambaye Mungu atamfanyia miujiza,
na hata wewe hutakuwa mtu wa mwisho. Wewe utakuwa tu katikati ya wale Bwana amewafanyia. Nimeona miujiza nyingi ambayo Bwana amefanya. Kuna siku nilikuwa nikihubiri mahali, nikapata mwanamke ambaye ni mwanamke ambaye bwana yake ako na mabibi wengi. Na yeye alikuwa bibi sijui wa 4, sijui wa 5, sijui wa 3. Na alikuwa anasaanga tu wasichana mpaka akafukuzwa kwa boma. Akaenda akakodeshewa nyumba kwa center. So aliposikia nikihubiri, akakuja kwangu akaniambia, "Pastor wengi wameniombea, wakachukua wakaniambia nipande mbegu. Nimepanda mbegu, lakini sasa hii nimedharau mapastors sababu wanakula tu mbegu yangu, lakini hakuna kile inatendeka kwangu." Nikamweleza, mimi sitataka mbegu yako. Ninataka Yesu akufanyie miujiza ili siku moja utatukuza jina lake. Akakubali nimuombe. Na kwa kweli tulikuwa tu kwa barabara. Sikumweleza pige magoti. Nilimwambia nipe hiyo mkono wako. Na alikuwa upande wangu wa kushoto. Nikamshikilia nikashika mkono wake wa kiume na mkono wangu wa kushoto. Tukasimama tu barabarani. Nikaongea na Mungu ambaye tunaenda kuongea na yeye sasa hivi. Tuliposema amen, nikamweleza kubali. Tayari umepata mimba na hiyo mimba itakuwa mtoto kijana. Akaenda kwake akashika mimba kwa ukweli. Alipokuwa anaenda hospitali kusaa, akanipigia simu niwaombe anaenda kusaa, lakini ajui atasaa nini. Nikamweleza sababu Mungu alisema utasaa kijana. Aliposaa akapata misa kijana. Alipiga nduru kwa hospitali akasema kumbe maombi kuna nguvu. Kumbe maombi inafanya kazi. Kumbe maombi inaweza kubadilisha vitu. Akasaa kijana. Bwana yake akafurahia. Wanawake wenzake ambao walikuwa wamemdharau pia walimheshimu, walimuogopa, walijua ya kwamba kumbe kuna Mungu. Lakini walikuwa wakifikiria huyo mama alienda kwa waganga. Niko hapa nikwambie, mganga asaidii, mganga wezi, lakini Mungu anaweza vitu vyote. Haleluya. Hata juzi nilimuona huyo Mungu wetu akitoa growth, uvimbe, ilivimbe kwa mwanamke kwa kanisa letu. Nilipokuwa nikihubiri, huyo mama kaniambia nilipokuwa nikihubiri, akasikia kitu inasokota tumboni mwake. Na nilipoita watu wakuje mbele tuwaombe, huyo mama alikimbia akakuja. Na aliniambia nilipoweka mkono, akasikia kama kisu imeingia kwa tumbo yake na kata kitu. Na alipoenda kwa nyumba yake, akasikia anataka kwenda kwa choo. Alipoenda kwa choo, alitoa uvimbe ambayo ilivimba kwa tumbo yake, ambayo ilimzuia kusaa mamiaka na mamiaka. Haleluya. Alipoita nasi mwingine, nasi ambayo alikuwa kwa plot yao, kukuja kuangalia akasema, na hii kitu nani imetokaje kwa tumbo yako bila daktari kukupasua? Hii ni uvimbe, imetoka namna gani? Akamweleza ati tulikuwa kwa kanisa yetu, bishop yetu akaniombea na nikasikia kama kitu imekata tumbo yangu. Sasa nikikuja hapa kwenda kwa choo nikatoa hii kitu. Akaambiwa hiyo ni uvimbe imetolewa na hiyo ni miujiza. Haleluya. Sasa amesa mtoto wake. Uvimbe ilimshinda kusaa. Alishika mimba na sasa ako na mtoto. Ninasema ya kwamba ukikubali Mungu akushikilie mkono, atangulie mbele yako, akate aharibu mamlango, akate masigingi, hakuna kile itazuia Mungu wetu. Hakuna. Hakuna hata moja. Hakuna kile itazuia Mungu wetu. Kulikuwa na siku nilienda kwa mama mwingine, alikuja kwangu kwa nyumba akaniambia hakuna aibu kunieleza kile imemlete kwangu. Nimeshukuru Bwana. Ikiwa mtu atakubali Mungu amshikilie mkono na Mungu atangulia mbele yake na haribu mamlango na akate masigingi, Bwana atatenda leo si kesho. Sasa tunaomba Bwana atatenda. Akaniambia ameogopa kuniambia kile imemlete kwangu. Nikamweleza utaniambia sababu mimi sikukuita kwangu. Akaniambia amemaliza miaka 15 na bwana yake bila kupeleka mahari kwao. Nikamweleza leo nitakuombea na bwana yake ataenda kwenu. Kwa kweli nilimwombea, bwana yake akapeleka mahari. After 15 good years. Kaniambia tena akona mwaka 6. Aendi aoni damu na anatamani kusaa mtoto mwingine. Ndipo nikamwombea. Akarudi kwake.
Nilipoenda kuhubiri kwa kanisa lingine, akanipigia kama ninasikia, unajua kama mtu anaruka kwa simu unasikia, anaruka. Imetendeka, kile kitu imekuja, ile kitu imekuja. Nikamuuliza ni kitu gani? Sasa unaniombea damu ikuje, ili ikuja. Nikasema tushukuru tu Bwana, si mimi lakini ni Mungu ambaye ninamtumikia. Punde si punde huyo mama kashika mimba, kasaa mtoto kijana. Ni nini ninasema? Ikiwa utakubali Mungu akushikilie mkono wa kiume, Mungu atangulie mbele yako, haribu mamlango na kate masigingi, ni saa hii, ni leo. Kuja kwa Yesu. Usiharibu wakati, kubali kwa Yesu ambaye ninahubiri. Nimemuona mara nyingi, mara kadhaa akitenda makuu, akifanya miujiza na ishara. Hakuna kile inashinda Mungu. Itamshinda tu kama una imani. Kuwa na imani katika jina ile na mamlaka, jina la Yesu Kristo, sababu Yesu anasema chochote tutakapoomba kupitia jina lake atatufanyia, ili jina la Baba lake ipate utukufu kwa jina lake. Sijui kama umeelewa hapo. Yesu anasema chochote tutakapoomba kupitia jina lake atatufanyia, ili jina la Baba lake ipate utukufu kupitia kwake. Kwa hivyo leo tunataka tuombe kupitia jina la Yesu Kristo. Chochote ambayo unataka, jina la Yesu Kristo imeshinda vitu zote. Kwa hivyo kubali tuombe na wewe kupitia jina iliyo na mamlaka, jina iliyo na uwezo, jina iliyo na nguvu, jina ambayo imeshinda majina zote. Sababu gani nasema ati Mungu alipeana Yesu jina ambayo imeshinda majina zote? Hiyo shaitani inakusumbua, jina la Yesu imemshinda. Hiyo maradhi inakusumbua, jina la Yesu ilimshinda. Hiyo shamba unanyang'anywa, jina la Yesu imeshinda huyo mtu. Ninakwambia kwamba hata kama wanakutafuta kwa wakanga, jina la Yesu imewashinda. Nimeshukuru Bwana, asante Jehova. Jina la Yesu imeshinda majina zote. Ni jina ambayo iko juu ya majina zote. Ukikubali tutaomba sasa, na hiyo jina itafanya kazi sasa. Jina la Yesu Kristo iko karibu kufanya kazi sasa. Jina la Yesu Kristo, ninasikia uwepo wake. Ninasikia Yesu ako hapa katika hii mkutano. Ninasikia Yesu anakungoja sasa. Ninasikia Yesu anataka akushikilie mkono. Ninasikia kama Yesu anaanza kutawala. Ameanza kutambaa. Ameanza kutembea katikati ya mkutano. Ameanza kutafuta yule anamtaka. Ni nani anataka Yesu sasa? Yesu ako kwako. Yesu anagonga mlango. Fungua mlango yako ili Yesu aingie. Mkule na yeye, muishi na yeye na akusaidie. Ninataka tuombe na wewe bila kuharibu wakati. Sijui uko na nini. Nimekubali ya kwamba utakapokubali Mungu akushikilie mkono wako wa kiume, vile nimeshika hii yangu, hii ya kiume hii. Ukikubali Mungu ashike hiyo yako, ashike hiyo yako, muende na yeye mkitembea pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akikushika, akishika mkono wako wa kiume na muendelee mkitembea pamoja na yeye hivi, utaona miujiza, utaona makuu ambaye hujawahi kuona, na atatenda makuu maishani mwako ambaye hajawahi kutendeka ulimwenguni kote ukikubali. Sababu anasema ataenda mbele yako. Je, unataka Mungu aende mbele yako? Je, unataka haribu mamilango? Je, unataka haribu masigingi? Je, unataka Mungu akufanyie nini? Ni nini unasikia? Haiwezekani. Gani unasema sila haiwezekani kwa binadamu, inawezekana kwa Mungu. Leo hii nakwambia, ile umejaribu, umedanganywa, glory, pesa yako imekulwa. Leo jaribu Mungu. Sababu gani nasema ya kwamba yala haiwezekani kwa binadamu inawezekana kwa Mungu? Leo hii kuja iwezekane. Kuja akuweze. Kuja itawezekana. Kuja kwa Yesu itawezekana. Sababu gani nasema yale haiwezekani kwa binadamu inawezekana kwa Mungu? Njoo. Unajua Yesu aliita Petro njoo. Petro njoo. Na hiyo peke yake ilifanya Petro akanyage maji kama yule anakanyaga inchi kafu. Unaona? Sababu Yesu alimuita njoo. Petro njoo. Ninakwambia njoo kwa Yesu sasa. Njoo kwa Yesu sasa. Njoo kwa Yesu sasa. Njoo uone miujiza na ishara. Njoo upokee vitu zake. Njoo Yesu akushikilie mkono. Njoo atangulia mbele yako. Njoo, Yesu anakutaka. Yesu anakuita. Yesu anakungoja. Ni nani sasa
anataka Yesu amfanyie miujiza na ishara. Haleluya. Nimekubalia kwamba tutakapoomba. Nilikuwa hapa Kitengela, nikapata mwanamke ambaye alikuwa akienda kwa mwezi, na hiyo mwezi haisimami. Anaenda tu, akotuna damu, anaenda tu. Na aliombewa, si ati aombewi. Alienda kwa alitafuta madaktari, si hajaenda kwa daktari. Alipoenda kwa daktari ya mwisho, daktari alimweleza hawezi kasaa tena sababu mfuko yake imeharibika. Lazima aende kwa daktari apasuliwe ili mfuko itolewe abaki kama mwanamume. Ndipo akakumbuka Mungu. Akasema amejua Mungu wa Nreah. Ataita huyo Nreah laibo kontoribishintarabakua my glory be remista. Ataita huyo Nreah ili aombe huyo Mungu wake. Atajaribu huyo Mungu wa Nreah. Aliponiita nikaenda na bibi yake pastor. Akakuwa mjasiri akasema, wewe bibi ya pastor si kwa nikikutaka. Ninataka Nreah peke yake. Nikaeleza bibi ya pastor, wewe rudi, tubaki na yeye. Tukabaki kwa nyumba wawili. Akaanza kunishuhudia. Kaniambia vile damu inatoka kwake, imetoka muda mrefu, madaktari wamemweleza mfuko wake ya kubeba mtoto imeharibika, so hawezi akasaa tena, so atapelekwa hospitali, apasuliwe, mfuko itolewe, abaki kama mwanaume. Nikasema hiyo hawa ndio wamesema, si Mungu. Mungu amesema nini? Mungu amesema nini? Nikamweleza piga magoti. Akapiga magoti. Nikamshikilia, nikaweka mkono wangu kwa kichwa yake. Mkono moja nikaweka kwa tumbo yake ambaye alikuwa akisema imeharibika. Nikanena na Mungu vile tutanena sahi. Kumaliza nikasema amen. 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 Nikamweleza sasa pokea katika jina la Yesu. Nikaondoka nikaenda zangu. Aliniambia vile nilishikilia, nikashika kichwa yake hivi. Saa hiyo tu ndiye akasikia maishani mwake ya kwamba damu imesimama. Hapo. Wewe unaona nini ngumu kushinda Mungu? Hakuna. Nyumaye akashika mimba. Mahali daktari alisema hawezi kabeba mtoto kwa hiyo tumbo, alibeba. Mahali daktari alisema mfuko imeharibika lazima itolewe, haikutolewa mpaka siku ya leo. Ninakwambia ni nini? Unasikia kama Mungu wetu hawezi. Huyu mama ako mzima. Ukitaka nitakupeleka kwake, sababu mimi sifanyangi ushuda ya uongo. Siwezi kubembeleza na ushuda ya uongo. Yote ninasema ziko. Ukitaka nitakupeleka. Huyo mama ako na watoto wake, tumbo yake haikupasuliwa, atakusali saa tu mzuri, na hiyo mfuko yake haikutolewa. Mungu wetu ndiyo fundi makanika, mbona anaweza kutengeneza zile zimeharibika. Yeye ako na spare part ya body. Atakurudishia, atakuwekea jipya, atakuwekea yale haiwezi ikawekwa. Lakini yeye ako nazo zote, na amejua vile atatoa hiyo mbovu aweke jipya, atatoa hiyo mbovu aweke jipya. Ni nini unataka kwa Mungu sasa? Kama ni kazi, atatoa hiyo kuzunguka kwako na aweke kazi. Kama ni nyumba, atatoa lana ya ukoo akupatie nyumba. Kama ni bibi, atatoa hiyo zote, mapepo zote atakupatia bibi. Kama ni mtoto, sijui unataka nini kwa Mungu. Mimi sijui unataka nini kwa Mungu. Mungu ako tayari na vitu vyote, sababu Mungu wetu ni supermarket. Chukua kikapo yako, ingia kwa supermarket ya Mungu. Utapata Yesu amekaa kwa counter. Enda kwa supermarket, chukua kile unataka, kuja kwa Yesu atakupatia. Kwa hivyo tunataka tuombe. Hapa tunatumia saa. Ingekuwa saa ningeendelea na kuhubiri, lakini sababu ya saa, niko hapa nikwambia kukubali Yesu akushikilia mkono wako wa kiume. Atangulie mbele yako. Akate mamilango na haribu nguvu ya masigingi. Nira mbaya. Yesu atakufanyia. Kwa hivyo ninataka tuombe. Shika TV. Shika kile inakusumbua. Kama ni shamba, shika chini. Kama ni kifua, mahali popote unasikia unaweza kushika. Ninasikia nguvu itakuja hapo na itaharibu nguvu za mwovu shetani. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi,
babake Yesu Kristo ambayo ni mwokozi wetu. Yesu Kristo ulisema ya kwamba tukuje kwako sisi zote ambayo tumelemewa na mzigo na tena tumezumbuka na utatupumshisha. Huyu ameshikia TV, huyu ameshika kifua, ameshika kichwa, ameshika macho, ameshika hata mafupa, ameshika kila kitu ambayo anataka. Amekuja kwako umpumshishe. Sababu amejaribu kupumshika, imesindikana. Umfanyie miujiza na ishara. Nimeomba Baba sababu nimejua ya kwamba chochote ambayo nitakuomba utafanya. Sababu hujaniebisha, hata leo utaniebisha. Jina lako itukuzwe. Nimeomba nayo machache katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba tukiamini. Amen. Mimi ni Bishop Nreah Mbewa kutoka kwa kanisa ambayo inaitwa Hope for Good in Christ. Tuko Makongeni, Nairobi. Ukikuja kwetu, shuka hapo Rekana ama Makongeni Police Station, Njogoo Road. Utatupata hapo. Upige simu, tuambie umefika hapo. Tutakuonyesha mahali pa kanisa. Tuko Mtongwe, Mombasa, St. Patrick. Utatupata hapo. Tuko Kandiege, nyuma njia ya kuenda Raruoa. Tuko Nreah, njia ya kuenda Rangenya. Mungu akubariki. Chukua namba yangu 0720 40 3913. Mungu akubariki. Tukutane wakati wa Mungu. Hallelujah. Eternal Father, I offer you